niosome nione huyu mgonjwa ana kitu gani, ninaweza kumsaidia namna gani. Nafikiri hicho nacho ni kitu ambacho tunaomba kiweze kuwa included kwenye mambo ya afya mtandao. Tusiwe tu sana mambo ya medicine, hata nursing pia tuweze kufanya reference. Mgonjwa wetu ana tatizo hili, tumposition namna gani, tumweke vipi, tumwekee kitu gani, tumfanyeje ili awe more comfortable na tatizo alilonalo. Basi baada ya kusema hayo, mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti yuko wapi? Nimpe pia nafasi mwenyekiti wa shule aweze na yeye kutoa mawili matatu kwa kushukuru mpaka hapa tulipofikia. Karibu mwenyekiti. Asante sana mkuu wa chuo, walimu, wageni wetu, wanachuo wenzangu. Labda tu kulingana na programu hii ambayo wageni wetu wametoka makao makuu Dar es Salaam, ni kweli ndio image halisi ya ulimwengu wa sasa, kwamba daktari pengine labda yuko Uholanzi, lakini mgonjwa yuko Tanzania. Unaingiza tu kwenye internet ile, yule daktari ambaye yuko Uholanzi au nchi za nje anasoma zile taarifa, hapa anakupa majibu hapo, na hapa ndio umetuonesha kwamba mgonjwa huyu umfanyie hiki na hiki na hiki na hiki, hata kama hauko katika level ya qualify kufanya kitu hicho. Kwa hiyo ndio ubora. Na kwa pande mwingine ni kwamba ndiko ambako tunaelekea katika kurahisisha utendaji kazi. Yaani hiko katika tuseme hii wanaita globalization. Kwa Kiswahili mtandawazi. Ninafikiri tukubaliane na hali halisi. Muda pia ni ukuta, wewe ukapigana na ukuta. Wala kusema haya bila nasema asante. Labda kwa niaba ya timu yangu na mkurugenzi wetu CSSC na timu ya wataalamu wengine huko, mkuu wa chuo na walimu, wanafunzi, viongozi wa wanafunzi, tuwashukuru sana kwanza kwa kukubali kupata muda wenu. Najua tumepitia wote mazingira haya, na hasa inapokuwa kuna mambo mengi mbele, mtu anapata tabu katika kujigawanya. Lakini ile kukubali na kuitika kuja, ile already imeonyesha kiasi gani utayari wenu. Kwa hiyo sisi tunawapa tu changamoto kwamba nadhani tunaanza kupata slotting za dunia yote. Mjitayarishe kumiti hizo challenges, lakini msiwe wagumu wa flexibility. Maana hiyo nayo ni shida kubwa tulionayo. Kuna mtu ambaye akiingia kwenye sehemu akiambiwa kitu tayari anafeli. Yaani yeye mwenyewe anaanza kufeli kabla ya process. Mtu anaweka tu mtihani mbele yako, msemo msifunue, anafahamani angalau kumbulie kuna nini. Alafu anaanza kusema hivi nimefika tangu jana na jifungia. Akishafunua ndio anashindwa zaidi. Yaani ni always flexible. Nakubali kumesha nini. Kwa hiyo tuombe kurudi umeme, maana ni assumption. Unaweza kwenda ukaje tunapofikiri, unapokaja asubuhi kwenda mgao. Lakini nadhani tuombe kurudi mapema ili akipese kuchukua. Sababu na nini nafanya hicho. Nimepokea ile challenge na nadhani kurudi wetu. Kwa mara nyingi constellation ilikuwa imekuwa kwa daktari kwa daktari. Sauti sana kwa na ndio maana ya hii kwamba ilifikia kwa wadau na kama nyingine. Lakini pia challenge nyingine nafikiri kwa chuo ni kwamba tulipeka mpate regular ambayo ni kwa masuala ya ICT ambayo inaweza kuwa kwa wanafunzi wote na kila mtu akisa kupata access.
Sisi kila mtu asema excuse. Nilitoka full ndani ukumbi nasi sikupata nafasi hata ya kuvuka. Huko tuenda kwa mwangalau hiyo excuse. Asema mwenye nilikuwa na mwalimu wangu ananiambia ukitoka kwenye mtihani ukasema anakuuliza mtihani vipi unasema amekuwa mgumu sana. Mara anasema hajawahi kukutana na mtihani mgumu katika maisha yake. Isipokuwa anakutana na wanafunzi ambao wamekuwa wagumu kwenye mtihani. That's the way. Maana kusema mgumu maana yake una maana hakuna atakayefaulu. That's the meaning. Kila kutokea aliyefaulu zaidi mwingine amepata chini maana yake hukumu ni individual levels. Hiyo ilikuwa definition yake na right. Kuta mtu anasema maisha ameshanishinda mwingine ni mazuri. So how do we define that? Kwa tuwatikie kila la heri. Na niwaambie tu wale third year kwamba nafikia hijao giza sana. Then you can utilize this time. Kukamata mawili matatu. It happens wakati ni Consumba Sekondari. Tuna mtihani na wote tumerelax tutasoma usiku. Division. Then umeme ukakatika. Na haukuja sasa mpaka tukasubiri maana unajua tena pressure mtihani na ni wa taifa wa mwisho. Tunasubiri watu ilipofika saa 6 uzalendo ukawashinda. Wakasema sasa jamani tu share tulicho nacho. Gizani lakini discussion kila mtu aslot anachofikiri. Lakini tusaidia na haukurudi mpaka asubuhi. Kwa mtu ambaye akufanya basi tukaingia tu kwenye mtihani. Lakini tulifaulu. Kwa hiyo ndio hiyo. Sasa labda kingine kama ile party nilidhani kama kuna mtu ana kitu already cha kuuliza. Usiwanyime uhuru. Lakini ni guidance yenu. Kama kuna mtu anahitaji clarify yale aliyoyasikia. Sasa tusiache hivi maana naweza usirudi na kupata opportunity tena. Yeah, niliona mkono mahara watu wanataka kuuliza. Kuna mtu ana clarification? Yeah, karibu. I have some questions as from the part you have explained. I'd like to know the headquarters of CSSC. Yes. Then the member countries, is it East Africa only, or even West Africa, South Africa? Okay. So slot two questions. The first question, remember, is by this way. The headquarters for Christian Social Services Commission is in Dar es Salaam. Have you ever been in Dar es Salaam? Have you visited Dar es Salaam? No? Dar es Salaam is our main city here. It's not a capital. The capital is Dodoma, but this is our first main city. The second city is Mwanza. You're so close to Mwanza. This is the second city. Of course, the major consequence for that depends upon the population. Because Dar es Salaam is above 3 million now for the population, you can see, you can imagine. But even the coverage is very wide. So we are at Ali Hassan Mwinyi Road. If you happen to visit in Dar es Salaam, there is a very, very familiar and common place they call post office. So you take Matatu to post office. I think you know Matatu in Kenya. Here is the Praji Daradara. So you take that one to post office. Once you reach post office, take another Matatu which takes from post office to Mwenge. But the first station is the Aga Khan. It's called Aga Khan. So you sneak out from that board of the bus for Aga Khan station. Now, when you are just at that particular point of the station, it's very near. It's hardly 100 meters ahead. But there is a main road passing through. On the left side, it is the Aga Khan station. On the other side, is where you start counting. There is a one slot of a road which goes to Aga Khan Hospital, I think you have heard. And then you count in that main road, along the main road. The first fence, second, the third one is where our office is. That's where CSSC is. There's one big building. I think we have 2 flats on that. So that one will help. But the other thing, you can take our contact. If you become somewhere you are mixed, just use the technology. Then you can communicate. The second thing you said, the members. The first pilot was based on our country first. Because we said you can't really open a very wide room when you haven't exercised anything experience. So we thought the first thing is to do the first pilot. And the first pilot in our country was slotted in Mwanza.
So you can see, and Arusha. That we started with the 2 parts. From this where we said, I think we can start now scaling up the project through the experience and the sharing experiences, so that at least we see where we think we can modify. And what we are doing now in East Africa and East, Central and Southern Africa, we are sharing in different big forums. I remember last time I was in Arusha when we had a regional meeting with 11 countries in Africa. We shared what is happening on our side. Last month, my colleague represented us. We had an Eastern, Central and Southern Africa forum in Arusha. There were about 13 countries, Kenya being one of them. I remember one professor, I think from Kenya, was very much excited with the Afya computerization system. Now he's communicating with us to see how best we can assist them to promote in Kenya. So you're very right, so Kenya now they start now applying the technology and the system. The other forum, we use these different forums, especially scientific forums related to health perspective. So that's the way, the approach which we are doing. What we always do is just to show that this is what is happening, this is the way we do, and this is how we promote. And then those who are exciting themselves, now it's where we can start linking on how to assist them. So that's the entry point so far which we have done. I don't know if I've clarified or answered what you asked or what you intended. Thank you. Kuna mwingine labda anahitaji? Nafikiri lugha hii niliyoeleza si tatizo kwenu. Nadhani very clear. Mwingine aliye na anahitaji labda ufafanuzi, nakushukuru sana ndugu yetu wa Kenya kwa kuuliza hizi. Kuna mwenzangu labda Bukumbi na anahitaji ufafanuzi au anayetoka Sangamarugesha huko. Mtandao ni mfumo mpya wa maendeleo katika sekta ya afya nchini Tanzania, ambapo teknolojia hii mpya